Leo tumekusanyika hapa tukiwa tumeambatana na uongozi wa mtaa wa Mji Mwema pamoja na wananchi ambao wanapakana katika viwanja hivi vya maeneo haya ambavyo kulikuwa na changamoto ya mipaka ya migogoro kulingana na nyaraka za upimaji zilizopo na ramani za mipango miji, ambapo tulifika kwa hatua ya kwanza tukaweza kutatua kwa sehemu na ikabaki kwa upande mwingine ambapo kulikuwa bado hakujamalizika utatuzi. Tumetatua mgogoro kwa kuangalia vitu vingi. Tumeangalia ramani za mipango miji, tumeangalia ramani za upimaji, na kwa sababu eneo hili lililasimishwa, wananchi walitangulia kujenga na baadaye likafanywa urasimishaji wa makazi, ambapo urasimishaji mara nyingi unazingatia mipaka ya asili, isipokuwa pale ambapo tunaweza tukachukua eneo kwa ajili ya huduma za jamii. Hivyo tumezingatia pia kigezo hicho katika utatuzi. Hivyo tuliita majirani kwa sababu pia kumekuwa na kuhamisha umiliki wa asili wa maeneo haya. Hapo awali kuna mtu alikuwa na miliki akamuuzia mtu mwingine, hivyo tuliita hadi watu ambao walianza kumiliki hapo awali kiasilia kabla ya upangaji na upimaji haujafanyika. Na hivyo tumewashirikisha pia wazee maarufu wa maeneo haya ikiwemo mabarozi ambao walikuwepo toka makazi haya yanaendelezwa. Tumejadili kwa kina na hivyo tumefikia mwafaka kwamba eneo hili sasa mgogoro umeisha, isipokuwa majirani ambao wanapakana ambao wana mgogoro wamekubaliana sasa watakutana wao kwa ajili ya kuzungumuza kwa maana ya mambo ya kijamii, kuzungumuza na kukubaliana na kupeana mkono wa heri na kupeana kwa namna yoyote ambavyo wenyewe wameomba, watakutana wawili bila kadamnasi hiyo. Kwa hiyo nipende kusema kwamba kwa kifupi mgogoro huu kwa namna ambavyo tumeshauri, tumeangalia nyaraka zilizopo na uasilia na ushahidi kutoka kwa majirani, tumekubaliana kwamba mgogoro huu sasa ufike hitimisho. Nichukue fursa hii kwanza kupongeza uongozi wa mtaa kwa namna ambavyo wamekuwa wavumilivu na wananchi hawa kwa namna ambavyo wamekuwa wavumilivu mpaka tumefikia hatua ya utatuzi wa mgogoro huu. Na nichukue fursa hii pia kuwaomba wananchi wengine katika halmashauri ya mji wa Njombe, na hizi siwe halmashauri ya mji wa Njombe, inaweza kawa halmashauri zingine, inaweza kawa wilaya zingine. Kuna wakati tumekuwa tukichukua maamuzi mikononi, aidha hata kuzuliana, kugombana, kutukanana, lakini kumbe migogoro hii inaweza katatuliwa kwa njia ya mazungumzo. Kwa hiyo kabla ya kuchukua hatua zingine za kwenda kumzuru labda jirani au kumpeleka mahakamani, ni vizuri tuanze utatuzi kwa njia ya mazungumzo. Mazungumzo kabla ya kwenda kwenye njia ambazo zinaweza kupelekwa labda kwenye vyombo vya kisheria, mazungumzo huwa yanaleta amani. Mfano leo wamemaliza vizuri, walikuwa wamechukiana, lakini mwisho wa siku kila mtu ameongea na wamekubaliana watakutana kwa ajili ya kumaliza mgogoro. Lakini ni wasihi wananchi wanaonunua viwanja ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe, kabla ya kununua kiwanja hakikisha unafika kwenye uongozi wa halmashauri katika ofisi ya ardhi halmashauri ya mji Njombe ili uweze kujiridhisha kwanza uhalali na umiliki wa kiwanja hicho. Lakini kabla ya kuandikishana na mwanasheria wako, hakikisha unawaita majirani mikataba, kwa sababu mikataba inaandikishwa na watu ambao wana mamlaka ya viapo au mawakili ambao wamesomea uwakili, ndio wanaruhusiwa kuandika mikataba. Lakini wenye viti wanaweza wakashiriki kama wenyeji, kama mashahidi, majirani, kuweza kutambua uhalali wa maeneo yale na hali halisi ya maeneo hayo. Kwa hiyo mimi nashukuru sana na niwaombe wananchi tuendelee kushirikiana. Umepata changamoto, fika katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe ili uweze kusaidiwa, uweze kuhudumiwa. Na ni wasihi pia tuzingatie kufika kuweza kumiliki maeneo yetu kwa maeneo ambayo yamepimwa, yamepangwa, ni vizuri tukamiliki tukawa na nyaraka za umiliki. Kwa majina naitwa Nuhu Yusufu Mohamed Masasi, kiti wa serikali ya mtaa Mji Mwema. Lakini chonde natoa ushauri kwa wananchi wetu ambao wote ambao wanaotaka kuuza ploti zao, tafadhali tunaomba wafate misingi ile inayokubalika. Tunawakaribisha, wanaweza kafika katika ofisi zetu, lakini wawatumie sana mabarozi. Mabarozi wale ndio wako jirani kabisa na yule mtu ambaye anataka kununua ploti ile, asikubali kuinunua ploti bila kumuona barozi. Barozi atakuwa ndio shahidi wake namba moja. Baada hapo akija kwetu tutawashauri, watawakutanisha na wanasheria, wataandikishana, watafika halmashauri, watapata vibali halisi kuliko kupita njia za mkato. Njia za mkato mara nyingi zitakupotezea muda au utapoteza hata ile hela yako uliyokuwa nayo.